Nataka kujua kwamba tunafanyaje tunapokuwa kwenye kipindi kigumu. Yaani kigumu ni kwamba umefika mwisho, yani umefika mwisho wa kila chaguo. Mfano, mimi niko napigana, napambana kufungua kampuni na mwenzangu, lakini tuko mwisho, yani tumefanya kila kitu, yani tumefika sehemu tumestaki na ni hatua ya mwisho. So kwenye nyakati kama hizo tunafanyaje kuvuka? Kwanza, unapopambana na ugumu unaokushinda kuendelea wewe, rudi nyuma, jifanye wewe mgumu zaidi. Unanielewa? Unapoona resistance yote imeinuka kwako mbele, rudi nyuma wewe ujifanye mgumu zaidi. Kwa mfano, unataka kufungua kampuni. Usikurupuke kwanza process kabla ya kutengeneza network. Yaani angalia hiyo kampuni itahitaji nini? Anza preparation ya hiyo kabla ya kuanza mchakato wa kampuni. Unaweza kusukumwa na hamasa ukaambulia kukata tamaa. Kwa sababu mmeenda speed. Ajali yoyote inayotokea kwenye speed kubwa huwa ni mbaya kuliko unavyofikiria. Mtu yoyote anayeanzia kitu kwa speed kali, akianguka hanyanyuki. Na kwanza hawezi kunyanyuka mpaka anyanyuliwe. Naomba sana kabla hujaanza kitu sensitive kama hicho, hebu fanya tathmini, tafuta watu, kampuni ya aina gani, itafanya nini, itafanya hiki, inamtaka nani hii, itafanya hivi, kampuni zilizopo zinazofanya hivi zimeshindwa wapi. Yaani ni vitu vingi. Alafu unaanza mdogo mdogo, usiende speed kwa sababu utakwama na utalala, hautainuka mpaka uinuliwe. Na Waafrika wengi tulivyo, ukikuta mtu amelala hajainuka, aidha umpite pembeni ama umseme vibaya ama umtandike ama chochote. Hatuna huo moyo wa kunyanyuana kirahisi rahisi, hatuna. Ndugu yako kabisa umezaliwa naye ndio wa kwanza kukutandika mateke, alijifanya. Umeona kampuni kake atakoma, ni ndugu yako huyo. Na wewe umeenda huko umekwama na maneno mabaya hayo, unaambulia kujinyonga. Ndio maana tunasema nafsi yako ikizidiwa, roho yako ikizidiwa, mwili ndio unatolewa kafara. Mimi nikushauri, kama umekwama kabisa, you have nowhere to go, weka makabulasha yote hayo pembeni, tulia, jipa hata mwezi, tulia tu, tafakari cha kufanya. Amka asubuhi, andika hayo mawazo yanayokuja kwako kwamba nifanye nini. Wewe jiulize nifanye nini ili niende mbele. Usijiulize kwa nini nimekwama. Acha kujiuliza maswali hasi, jiulize nifanyeje ili nitoke hapa niende mbele. Acha kujiuliza kwa nini nimekwama, you will never move. Mtu wa kwanza kwenye familia, aidha kaka au dada ambaye amezaliwa mtoto wa kwanza. Nilikuwa naomba kidogo upeke sawa hapo. Sawa. Haba maelezo zaidi. Maelezo. Na ukiona hivyo jue Saidi ni mzaliwa wa kwanza. Hapana. Hamna iko kwanza. We are not doing this for millions of money. No. Yeah, definitely. Na sema kusaidia watu. Hivi nimeacha shughuli zangu niko hapa. Yeah. Wala siulizi chochote kwa sababu I know yeye yuko kwa ajili ya watu. Pia mimi napenda kuelimisha watu. Kwa hiyo tukaconnect, ngaona we can do something. Yeah. Kwa sababu hata huko kwenye media mimi napata watu wengi wanaomba ushauri. Wanauliza sasa ni shingapi? Nikamwambia no, tell me your problem.